Watoto wa Mungu Baba aliye hai, Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, Baba yetu wa mbinguni na duniani, kwa kutupa tena hii nafasi ya upendeleo kwa ajili ya utukufu wake, sisi tuutafute uso wake. Tumekusanyika kwa jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo, na ibada tulio nayo ni ibada ya kujifunza neno la Mungu na maombi kwa jinsi ambavyo Roho Mtakatifu wa Mungu amekusudia iwe. Amen. Na imani yako yote weka kwa Mungu na kwenye neno lake ambalo unakwenda kulisikia, ili lipate kukuokoa. Neno la Mungu latosha kabisa kumwokoa mwanadamu kutoka katika maangamizo yake yote. Neno la Mungu ni taa, neno la Mungu ni moto, unatosha kuteketeza kila mapando ambayo sio ya Mungu kwenye maisha yako. Neno la Mungu ni nuru. Utakaposimama katika neno la Mungu ambao ni nuru, hakika giza halitakuweza kamwe. Na ndivyo Yohana 1:5 inavyotuambia. Karibu sana katika ibada hii kwa moyo wa upendo kabisa na unyenyekevu na kukaribisha. Nasema nawe Mama Eli wa Jesus is the way. Neema ya Mungu tena imenisimamisha katika nafasi hii, na Roho Mtakatifu wa Mungu ameweka neno lake kwenye kinywa changu, ndani yangu, nipate kukwambia, nipate kulisema. Takwenda kufungua ibada hii kwa maombi. Baba yetu wa mbinguni na duniani, tunasema asante. Asante kwa wema wako na fadhili zako na uaminifu wako. Baba, katika jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo, tumekusanyika tena. Mimi na kondoo wako wa Bwana, wateule wako, watakatifu wako, watoto wako unaowapenda sana. Baba, ninakushukuru kwa kutupa nafasi hii. Kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, nimesimama katika nafasi hii kama mtumishi wako uliyenichagua kwa ajili ya utukufu wako Bwana. Baba, katika agano la damu yako takatifu, ninakimbilia kiti cha rehema na neema. Katika nafasi ya ukuhani nimesimama Bwana, na kusihi Mungu rehema zako na neema yako juu yangu na juu ya kanisa lako lote. Baba, naomba upate kunirehemu mimi. Unisamehe popote nilipokosa, iwe ni kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo. Msamaha wako upite juu yangu, msamaha wako upite juu ya madhabahu yako hii Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi, kwa damu yako takatifu upate kuoshwa. Asante Yesu, kwa maana kwako kuna msamaha, ili jina lako litukuzwe. Baba, ninatubu sasa kwa ajili ya watoto wako wa Bwana, kondoo wako, watoto wako uliowapenda upeo. Hawa ni watu wako, ni mali yako Bwana, na kusihi rehema zako na neema yako juu yao popote walipokosea, iwe ni kwa mawazo, iwe ni kwa maneno, iwe ni kwa matendo, iwe ni kwa kujua au kwa kutokujua, iwe ni kwa kutokutimiza kusudi lako. Baba, ninakuomba ukapate kuwa rehemu, na kuomba damu yako ikapate kuwasafisha sasa, na damu yako Yesu ikaweke kabisa dhambi zao mbali nao Bwana. Kama ulivyosema katika neno lako, umeweka dhambi zetu mbali nasi kama mashariki ilivyo mbali na magharibi. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi, ninakuja kwako kwenye kiti cha rehema na neema. Naingia na kanisa lako hili, naingia na wateule wako wa Bwana, naingia na kondoo wako wa Baba. Si wewe Mungu uliyesema unamjua kila mmoja kwa majina, tena Bwana unawajua walio wako. Baba, nakusihi msamaha wa damu yako kapite sasa. Sante Yesu kwa kutusamehe. Sante kwa maana kwako kuna msamaha, ili jina lako liogopwe. Ndipo sasa Baba, tunanyenyekea chini ya kiti chako cha rehema na neema. Baba, mezani kwako tunaingia na kibali cha damu yako takatifu. Tunahitaji kusikia kutoka kwako. Tunahitaji kula na kunywa mezani pako. Neno lako ni chakula cha nafsi zetu. Neno lako ni chakula Bwana, maana umesema mtu hatoishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno linalotoka katika kinywa chako. Hili ni neno lako Bwana, limetoka kwako, nami mtumishi wako Baba, ninaomba ukalithibitishe ya kwamba ni la kwako, kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi. Kama ulivyoahidi katika neno lako, kwa ishara utalithibitisha, kwa miujiza utalithibitisha, kwa utukufu wa jina lako utalithibitisha. Baba, asiwepo wakubaki kama alivyo, bali wote wapige hatua zaidi, utukufu hadi utukufu, imani hata imani. Roho Mtakatifu wa Mungu, endelea kuatamia ibada hii kwa uweza wako na nguvu zako. Endelea kuatamia ibada hii Bwana. Nami naachilia damu ya Yesu, na ichota damu ya Yesu na kumwaga juu ya kila kabila na lugha na jamaa na taifa kwa jina la Yesu. Na kila mahali ibada inapopita, inapita juu ya damu ya Yesu, inapita ndani ya damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi.
falme na mamlaka za giza na wakuu wa giza hili, kwa una majeshi ya mapepo mabaya, mapepo wachafu katika ulimwengu wa kiroho, na shetani Lucifer na mawakala wake hawatakuwa na mamlaka ya kuzuia kusudi lolote la Mungu juu ya ibada hii. Watakapoangalia Bwana Yesu, wanakuona wewe Bwana, wanakuona wewe Bwana wa kanisa, wanakuona wewe Roho Mtakatifu wa Mungu. Katika jina la Yesu Kristo Mwokozi, ninaendelea kuifunika ibada hii kwa damu ya Yesu, ikasimamishe mapenzi yako na ufalme wako Mungu Baba. Ninazidi kuufungulia uji hapa duniani kama huko mbinguni, uingie kwenye mioyo yetu ufalme wako Bwana. Bwana Yesu, asante. Nithibitishe neno lako Bwana. Okoa nafsi za watoto wako, alioko gizani akaone mwanga sasa, akaone nuru yako Yesu, akaone mkono wako wenye alama katikati, ishara ya kumpenda Baba. Katika jina la Yesu nasema asante Bwana. Endelea kunijalia mtumishi wako neema yako na hekima yako na ujasiri wa kulinena neno lako katika hekima yako, Roho Mtakatifu wa Mungu, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Baba, nasema asante. Damu ya Yesu, naitamka damu ya Yesu, damu ya Yesu ikasafishe macho yetu na masikio yetu yafunguke kulisikia neno lako. Mioyo yetu Bwana Yesu ifinyange katika nafasi ya unyenyekevu, Roho Mtakatifu, katika kulipokea neno la Mungu, na utufundishe Roho Bwana kumpenda Mungu Baba kwa mioyo yetu yote, akili, fahamu zetu zote, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi, mwana wa Mungu aliye hai. Sante Roho Mtakatifu, mdhihirishe Kristo kupitia neno hili, mdhihirishe Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana, na kila mwenye pumzi aseme amen. Ujumbe ambao Roho Mtakatifu wa Mungu ameuachilia katikati yetu unasema ya kwamba injili ya Mungu ni injili gani? Yaani yamkini katika maisha yako hapa duniani umesikia tu injili ya Mungu, injili ya Mungu, injili ya Mungu, injili ya Mungu. Sasa injili ya Mungu ni injili gani? Na neno la Mungu pia linapotuambia injili ya Mungu, kwa habari ya injili ya Mungu, na linapotuonya tusiionee aibu hii injili, tusikane bali tuiamini. Je, neno la Mungu linazungumzia injili gani basi? Hichi ndicho ambacho kwa uweza na nguvu ya Roho Mtakatifu na kwenda kufundisha leo, na Roho Mtakatifu wa Mungu akiwa mwalimu wa walimu akapate kukufundisha, akatufundishe. Bwana Yesu apewe sifa sana, na kila mwenye masikio ya kusikia akasikie, akapate kuokoka. Amen. Akapate kutolewa katika giza na kuwa katika nuru. Injili ya Mungu ni injili gani? Tukisoma neno la Mungu katika Warumi 1 mstari wa 16, neno la Mungu linasema, kwa maana siionei haya injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie. Kwa maana sionei haya injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie. Sasa hili neno ni onyo kwamba wewe mwanadamu usionee aibu injili. Injili ya nani? Injili ya Mungu. Kwa sababu inatoa sababu, injili ni uweza wa Mungu unaomletea kila mwanadamu anayeamini hii injili wokovu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo injili ina uwezo wa Mungu, ina nguvu za Mungu. Alafu injili ndani yake ina wokovu. Kumbuka ni uweza wa Mungu unaomletea mwanadamu wokovu kwa kila mwanadamu aaminie. Kwa hiyo injili ina uweza wa Mungu. Injili ya Mungu ndani yake ina wokovu. Lakini njia ya kupata huu wokovu ndani ya injili ya Mungu ni kwa njia ya imani. Na kila mmoja wetu aseme amen. Hicho ni kipengele cha kwanza, lazima ukielewe kwamba injili ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie. Haijasema kwa Wakristo waaminio, haijasema kwa Wakatoliki au wa Pentekoste siyo nani waaminio. Kwa kila aaminie. Kwa hiyo injili imefunuliwa duniani kwa kila aaminie. Uweza wa Mungu upate kumwokoa
uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie. Kwa hiyo kila mwanadamu ana nafasi katika ufalme wa Mungu ikiwa atafungua moyo wake na kuiamini Injili. Sasa Injili ya Mungu ni injili gani? Bwana Yesu apewe sifa sana. Tukisoma ile Warumi 1 mstari ule wa kwanza, Paulo mtumishi wa Mungu anasema hivi: Paulo mtumwa wa Kristo. Maana yake mtumishi wa Kristo, mtumwa. Kumbuka neno la Mungu linasema watumishi wangu mtumishi wa Mungu ni mtumwa wa Mungu. Paulo mtumwa wa Kristo Yesu, aliyeitwa kuwa mtume na kutengwa aihubiri injili ya Mungu. Haleluya. Kwa hiyo vitabu vyote vile unavyoviona vya Paulo vinahubiri injili ya nani? Injili ya Mungu. Tunaona hapa mtumishi wa Mungu Paulo ameitwa na ametengwa, ametakaswa. Afanye nini hapa duniani? Aihubiri injili ya Mungu. Swali, injili ya Mungu ni injili ipi? Na ukisoma ule mstari wa pili unaofuata unatupa jibu. Jibu linakuja sasa, injili ya Mungu. Na nitasoma taratibu. Injili ya Mungu ambayo Mungu amekwisha kuiahidi kwa kinywa cha manabii wake katika maandiko matakatifu, yani Biblia. Yani neno la Mungu linaendelea kusema habari za mwanawe aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili na kudhihirishwa kwa uweza kuwa mwana wa Mungu kwa jinsi ya Roho ya utakatifu, kwa ufufuo wa wafu, Yesu Kristo Bwana wetu, ambaye katika yeye tulipokea neema na utume, ili mataifa yote, sema mataifa yote, ili mataifa yote wapate kujitiisha kwa imani kwa ajili ya jina lake, ambao katika hao ninyi mmekuwa wateule wa Yesu Kristo. Kwa hiyo wapendwa, kwa neno hili tunapata jibu. Injili ya Mungu ni injili ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Neno la Mungu linasema, nitarudia, injili ya Mungu ambayo Mungu amekwisha kuiahidi kwa kinywa cha manabii wake katika maandiko matakatifu. Yaani injili gani sasa? Anasema yaani ni habari za mwanawe aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili. Yesu alizaliwa katika ukoo wa Daudi. Neno la Mungu linasema hapa, na kudhihirishwa kwa uweza, sema kwa uweza, huu ndio uweza wa kimungu, na kudhihirishwa kwa uweza kuwa mwana wa Mungu. Yesu Kristo amedhihirishwa kwa uweza wa Mungu kuwa mwana wa Mungu kwa jinsi ya Roho ya utakatifu iliyokuwa ndani yake, kwa ufufuo wa wafu, Yesu Kristo Bwana wetu. Wote tuseme Yesu Kristo Bwana wetu, ambaye katika yeye tulipokea neema. Amen. Kwa hiyo mwanadamu huwezi kupokea neema bila Yesu, bila Yesu Kristo. Neema ni upendeleo wa Mungu kwa mwanadamu. Kumbuka tunahesabiwa haki bure kwa njia ya imani. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo huwezi kupokea neema ya Mungu bila Yesu. Neema la Mungu inasema ambaye katika yeye, yani katika Yesu tumepokea sisi neema. Tumepokea na utume ili mataifa yote wapate kujitiisha kwa imani kwa ajili ya jina lake, ambao katika hao ninyi mmekuwa wateule wa Yesu Kristo. Amen. Kwa hiyo injili ya Mungu ni habari za Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na tukisoma katika neno la Mungu la Matendo 10 ule mstari wa 38 mpaka 44, mtumishi wa Mungu Petro kwa Roho Mtakatifu anatuambia habari za huyu Yesu. Unisikilize kwa makini. Bwana Yesu apewe sifa sana. Damu ya Yesu itakase masikio yako na moyo wako upate kufunguka. Tunaambiwa sasa hii habari ya injili, habari ya huyu Yesu. Neno la Mungu linasema Matendo 10 mstari wa 38, habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema
na kuponya wote walioonewa na Ibilisi, yaani walioonewa na Shetani. Neno la Mungu linaendelea kusema, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Nasi tu mashahidi wa mambo hayo yote aliyoyatenda katika nchi ya Wayahudi na katika Yerusalemu, ambaye walimuua na kumtundika mtini. Kwa hiyo Yesu aliuawa, alikufa, akatundikwa msalabani. Neno la Mungu linaendelea kusema, huyo Mungu alimfufua siku ya tatu, akamjalia kudhihirika. Kwa hiyo Yesu Kristo alikufa, akatundikwa msalabani, na Mungu Baba akamfufua siku ya tatu na akadhihirika, yaani alidhihirika. Bwana Yesu apewe sifa sana. Yesu Kristo yu hai. Kwa hiyo wewe kuamini kwako au kutokuamini kwako hakupingi huu ukweli. Yesu Kristo yu hai, amekufa na kufufuka. Amen. Mstari wa 42 na 43 neno la Mungu linaendelea kusema, akatuagiza tuwahubiri watu, umeona na kushuhudia ya kuwa huyu ndiye aliyeamriwa na Mungu awe mhukumu wa walio hai na wafu. Niko hapa kukwambia Yesu Kristo ndiye mhukumu wa walio hai na wafu. Neno la Mungu linaendelea kusema, huyo manabii wote humshuhudia kwamba. Wanamshuhudiaje au manabii? Kutoka Mwanzo mpaka Ufunuo wanamshuhudiaje? Wanashuhudia ya kwamba, neno la Mungu linaendelea kusema, kwa jina lake kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Wote tuseme haleluya. Kila amwaminie Yesu atapata ondoleo la dhambi. Na mstari wa 44 neno la Mungu linasema, Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akashuka na wote waliolisikia, akawashukia wote waliolisikia lile neno. Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu wa Mungu akawashukia wote walilolisikia lile neno. Hili neno ambalo nimelitamka, nimelisoma hapa, hili neno lilipokuwa linatamkwa, Roho Mtakatifu wa Mungu alishuka, akawashukia wote walilolisikia lile neno. Na Roho Mtakatifu wa Mungu yuko ameshuka kwa kuwa kwetu sisi ambao tunalisikia ili neno. Ameshuka kwenye maisha yako sasa, apate kufungua ufahamu wako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nitarudia tena. Habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na kwa nguvu. Amen. Naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na Ibilisi. Je, wewe uko kwenye uonevu wa Ibilisi bado? Yesu amekuja duniani kwa ajili ya kukutoa kwenye uonevu wa Ibilisi. Neno la Mungu linaendelea kusema, kwa maana Mungu alikuwa pamoja na yeye. Hakuwa peke yake. Mungu alikuwa pamoja naye. Nasi tu mashahidi wa mambo hayo aliyoyatenda katika nchi ya Wayahudi na katika Yerusalemu, ambaye walimuua na kumtundika mtini. Huyo Yesu Mungu alimfufua siku ya tatu, akamjalia kudhihirika. Amedhihirika na mpaka leo hii anaendelea kudhihirika, na ndio maana sisi tunamshuhudia kwamba huyu ndiye Kristo Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Sasa neno la Mungu linaendelea kusema, akatuagiza tuwahubiri watu na kushuhudia ya kuwa huyu ndiye aliyeamriwa na Mungu awe mhukumu wa walio hai na wafu. Kama uko hai, Yesu ni mhukumu wa walio hai. Kama utamaliza siku zako hapa duniani, Yesu ni mhukumu wa wafu. Hakuna jinsi ambavyo unaweza kumkwepa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Huyo manabii wote humshuhudia kwamba kwa jina lake Yesu kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Unataka ondoleo la dhambi? Utaisikia injili inayohubiriwa kwa jina lake Yesu. Na utakapofungua moyo wako kuamini, dhambi zako zinasafishwa, zinaondolewa. Kwa hiyo, kwa jina la Yesu ulimwengu wote, mataifa yote watahubiriwa habari za Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, kwamba ndiye nuru, ndiye kweli, ndiye njia ya kwenda uzimani. Na kwa jina lake Yesu kila atakaye muamini Yesu, dhambi zake zitaondolewa. Sasa unaona jinsi gani shetani anawatia watu upofu wasiamini
injili, wasiamini injili ya Mungu. Atawaletea injili zote, lakini hii ya kumwamini Kristo mwana wa Mungu aliye hai atajaribu kuipindisha. Kuna watu mpaka leo wanapinda kusema kwamba Yesu hakufufuka, na hata kwenye neno la Mungu, kwenye Biblia wanasema wale maaskari wakapewa pesa, wakaambiwa embu nyie mkaene. Kumbuka kaburi la Yesu lilikuwa linalindwa na likapigwa muhuri, lakini malaika wa Mungu aliviringisha lile jiwe. Yesu Kristo yu hai. Amen. Wale maaskari wakazimia, walipozinduka wakawa wameshikwa hofu. Wale makuhani wakawaambia hivi, sisi tunawapa pesa, nyie semeni kwamba ameibiwa na wanafunzi wake. Unaambiwa huo uongo umekuwa ukienea. Lakini niko hapa kukuambia Yesu Kristo yu hai. Ninayesema nawe nilipitia kipindi cha kutokuamini, lakini Yesu amenidhihirikia mimi kwenye maisha yangu mimi. Na niko hapa kukuambia Yesu Kristo yupo, na Yesu ni mzuri. Yesu mzuri jamani. Ukitembea naye, uwepo wake kukifunika, baraka zitakujiria. Utatembea kwenye dunia hii bila uoga. Hakuna uchawi wala uganga utakao kugusa, kwa sababu yeye ndiye jemedali wa vita. Kumbuka, ameshinda kuzimu, ameshinda mauti. Ni kitisho gani kilicho kikuu hapa duniani zaidi ya kitisho cha mauti? Kwa sababu kitisho ambacho mtu atakutishia cha mwisho kabisa kukuua. Sasa huyu Yesu anafunguza mauti na kuzimu. Ameshinda kuzimu, ameshinda mauti. Kwa maana hiyo amemshinda shetani, ameshinda na mauti. Kwa hiyo Yesu akiingia kwenye maisha yako, hayo yote, umauti, kuzimu, majini, mapepo, unakuwa huna uoga nao. Na ndio maana neno la Mungu linasema wenye haki ni majasiri kama simba. Wenye haki ni wakina nani? Tunahesabiwa haki bure kwa njia ya imani katika damu ya Yesu. Kanisa lako haliwezi kukuhesabia haki. Mtumishi wako hawezi kukuhesabia haki. Unahesabiwa haki bure kwa njia ya imani katika damu ya Yesu. Ni lazima uamini kazi iliyofanyika msalabani upate kuhesabiwa haki, upone mwanadamu, upone, na iwe kwako katika jina la Yesu. Yohana 3 ule mstari wa 18 na wa 19. Neno la Mungu linasema, Yohana 3 mstari wa 18 na wa 19, amwaminie yeye Yesu hahukumiwi. Amwaminie Yesu hahukumiwi. Amwaminie Yesu hahukumiwi. Asiyeamini amekwisha hukumiwa. Yaani unatembea duniani humwamini Yesu, tayari hukumu inakukalia juu yako. Asiyeamini amekwisha hukumiwa, kwa sababu linatoa sababu, hakuliamini jina la mwana wa pekee wa Mungu. Mstari wa 19, na hii ndiyo hukumu, kila mwanadamu asikie. Na hii ndiyo hukumu, ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru. Tukumbuke Yesu Kristo ndiye nuru, na amesha kuja ulimwenguni, lakini watu wanapenda giza kuliko nuru, na hiyo ndio hukumu yenyewe. Tukumbuke neno la Mungu, Yesu anajitambulisha, anasema mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Hii ni Yohana 8:12. Mimi ndimi nuru ya ulimwengu, asema Bwana, yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Haleluya. Sasa hii ndiyo hukumu, Yohana 3:19, ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni. Yesu kaja ulimwenguni, lakini watu wanamkataa, wanapenda giza kuliko nuru. Hapo ndipo hukumu ya Mungu inakukalia. Na hii ndiyo injili ya Mungu ambayo nakuhubiria. Tutahubiriwa yote, mambo ya uchumi, mambo ya nini, lakini njia ya kwenda uzimani ni hii, ni Yesu. Amen. Hakuna njia nyingine, hakuna mbadala. Na tukumbuke Bwana Yesu alituambia yeye akiondoka tu, Roho wa Mungu atakuja, na kazi mojawapo ya Roho Mtakatifu atauhakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi,
haki na hukumu. Na hii Yohana 16 mstari wa 7 mpaka wa 9, neno la Mungu linasema, naye akiisha kuja huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu, atauhakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi, haki na hukumu. Alafu neno la Mungu linafafanua, kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawaniamini mimi Yesu. Yani Yesu, hawamwamini Yesu. Kwa hiyo kuto kumwamini Yesu ni dhambi, na ndio dhambi itakayowaingiza watu katika giza, katika moto. Kwa hiyo kwa dhambi hii ya kutomwamini Yesu, ndio dhambi ambayo mwanadamu atahukumiwa nayo. Dhambi hii ya kutomwamini Yesu, mwanadamu hatahukumiwa, atahukumiwa. Na kila mwanadamu mwenye masikio ya kusikia na alisikie neno la Mungu. Katika Marko 16 mstari wa 15 na wa 16, nitamaliza na neno hili. Bwana Yesu ametuagiza wanafunzi wake tuihubiri Injili. Akasema hivi, akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili. Kumbuka tunajifunza somo letu Injili ya Mungu. Mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Kwa hiyo wapendwa, neno liko wazi kabisa. Neno la Mungu liko wazi. Mwanadamu ataepuka hukumu ya Mungu kwa kuiamini Injili. Nami nipo hapa leo kukuhubiria Injili hii ya Yesu Kristo. Ndiye njia ya kwenda uzimani, uzima wa milele. Ndiye Mwokozi na mkombozi wa wote watakao muamini. Njia ya kumpokea huyu Yesu ni kumwamini. Njia ya kupokea Injili ya Mungu, kumbuka tulipotoka, ni kuamini. Kila aaminie na kubatizwa ataokoka. Yesu akiingia kwenye maisha yako, anakubatiza kwa Roho wake Mtakatifu. Yeye ndiye anayebatiza kwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Basi tutaingia kwenye maombi. Amen. Tutaingia kwenye maombi. Habari za Yesu, Yesu ni Yesu Bwana, ni habari za kweli za Yesu Bwana. Habari za Yesu, Yesu ni Yesu Bwana, ni habari za kweli za Yesu Bwana. Aliyenifia mimi msalabani, dhambi zangu kaziosha msalabani. Ni kwa uchungu mwingi Yesu msalabani, ili aniokoe mimi msalabani. Oh, aliyekufia wewe msalabani, na dhambi zako kaziosha msalabani. Ni kwa uchungu mwingi Yesu msalabani, ili akuokoe wewe msalabani. Kweli aliyetufia sisi msalabani, na dhambi zetu kaziosha msalabani. Ni kwa mateso mengi Yesu msalabani, ili atuokoe sisi msalabani. Oh, habari za Yesu, Yesu ni Yesu Bwana, ni habari za kweli za Yesu Bwana. Habari za Yesu, Yesu ni Yesu Bwana, ni habari za kweli za Yesu Bwana. Oh, aliyetufia sisi msalabani, na dhambi zetu kaziosha msalabani.
Ni kwa uchungu mwingi Yesu msalabani, ili atuokoe sisi msalabani. Oh, aliyekufia wewe msalabani, na dhambi zako zimeoshwa msalabani. Kwa maumivu mengi Yesu msalabani, ili utuokoe sisi msalabani. Oh, aliyenifia mimi msalabani, na dhambi zangu kaziosha msalabani. Ni kwa uchungu mwingi Yesu msalabani, ili aniokoe mimi msalabani. Oh, aliyekufia wewe msalabani, na dhambi zako kaziosha msalabani. Ni kwa uchungu mwingi Baba msalabani, ili atuokoe sisi msalabani. Oh, aliyekufia Baba msalabani, na dhambi zako kaziosha msalabani. Ni kwa uchungu mwingi sana msalabani, ili atuokoe sisi msalabani. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Sina maneno mengi ya kukwambia, ila niko hapa kukwambia kwamba Yesu Kristo ndiye njia, na Yesu Kristo ndiye kweli, na Yesu Kristo ndiye uzima. Kwa maana hiyo, usipokuwa na Yesu, kweli haipo ndani yako. Uko kwenye uongo, uko kwenye njia ya uongo. Usipokuwa na Yesu, uzima haunao kwenye maisha yako ya sasa na ya baadaye. Na Yesu Kristo ndiye njia ya pekee ya kufika kwa Mungu. Hayo ndio maneno ambayo naweza kukwambia leo. Na kama uko tayari kumwamini Bwana Yesu na kumpokea na kumkaribisha kwenye maisha yako, kuamini, amen, kila aaminie hatoaibika. Karibu kwenye maombi haya, tuseme kwa pamoja. Tamka ukiamini. Sema, Bwana Yesu. Mwambie Bwana Yesu, fungua moyo kwake, fungua moyo wako kwake, sio kwangu mimi. Yuko hapo sasa, anasema nabisha mlango, na yoyote atakayenifungulia nitaingia kwake, nitaingia kwenye maisha yake na kufanya makao. Na kwa akishafanya makao, kwa jinsi ambavyo utazidi kutembea katika neno lake, anasema Mungu Baba na yeye anaingia, na Roho wake Mtakatifu wanakuwa wanafanya makao. Sasa maisha yako hapo ndipo yanaanza kuwa maisha ya ushindi. Sio tena maisha ya kuyumbishwa na wachawi, maisha ya kuyumbishwa na majini, maisha ya kuyumbishwa na mapepo, magonjwa, shida za dunia hii. Kupita utapita, lakini ushindi lazima uwe nao. Bwana Yesu apewe sifa sana, kwa sababu unakuwa tena haupiti mwenyewe, unapita na Yesu. Neno la Mungu linasema ndani yake tunakwenda, tunaishi na kuwa na uhai wetu. Sina jinsi ambavyo naweza kukwambia ujasiri ambao nimeupata ndani yake Kristo toka nimjue Yesu. Sina jinsi ambavyo naweza kukwambia kwamba hapo mwanzo nilivyokuwa tegemezi kwa wanadamu, lakini baada ya kumjua Yesu nina ujasiri ndani yake. Mimi sio tegemezi tena, ninamtegemea Mungu na kumtumaini yeye. Na neno la Mungu linasema mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, usizitegemea akili zako mwenyewe, katika njia zako mkiri yeye, naye atayanyoosha mapito yake. Jinsi ninavyozidi kumtumainia na ninazidi kumkiri katika njia zangu, hakika niko hapa kukwambia njia zangu zinanyooka, na kwako wewe inakwenda kuwa hivyo kwa jina la Yesu. Njia zako zinakwenda kunyooka. Mfungulie Yesu maisha yako. Njia hii haina majuto. Wito wa Mungu hauna majuto, neno la Mungu linatuambia. Bwana Yesu apewe sifa sana. Unaweza ukawafuata wanadamu ukaishia kujuta. Unaweza ukafata sijui waganga ukaishia kujuta.
Unaweza ukakimbilia sijui wapi huko na huko ukaishia kujuta, lakini neno la Mungu linasema wito wa Mungu hauna majuto. Anakuita sasa, amefungua mikono yake, ina alama katikati, ishara ya kukupenda ewe mwanadamu. Haleluya. Bwana Yesu, sema Bwana Yesu, ninakuja kwako, nimelisikia neno lako, nimesikia habari zako ya kwamba wewe ndiwe Mwokozi na mkombozi wa maisha ya mwanadamu. Leo hii Bwana Yesu, mimi ninakufungulia kila mlango wa maisha yangu na kukaribisha Bwana Yesu. Ingia sasa Bwana, ingia na ufalme wako, ingia na Roho wako Mtakatifu. Bwana Yesu, ninaomba unisamehe dhambi zangu zote na uovu wangu wote, hata uovu wa walionitangulia, iwe ni wazazi wangu, iwe ni mabibi, iwe ni mababu zangu, iwe ni wazazi wangu. Baba Mungu, ninatubu leo, ninarudi kwako, moyo wangu wajimimina kwako, na kuomba unisamehe Baba, na kuomba unisamehe Baba, na kuomba unisamehe Bwana Yesu, na unioshe, unisafishe kwa damu yako takatifu ya agano jipya. Bwana Yesu, ikiwa nilikukana, ikiwa nilikukataa kwa jinsi yoyote ile, kwa mawazo yangu, kwa maneno yangu, kwa matendo yangu, na kuomba unirehemu Bwana. Narudi kwako Baba, kama vile Petro alivyorudi kwako na ukamuuliza, je, Petro, wanipenda? Nami Baba leo hii unaniuliza swali hili. Bwana Yesu, nakupenda. Bwana Yesu, nakupenda. Bwana Yesu, nakupenda. Nimekuchagua kwa wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu milele yote. Asante Yesu kwa kuwa umelituma neno lako ningali kwenye dhambi, na umenipenda ningali mwenye dhambi, na sasa umeniokoa, umenisafisha kwa damu yako takatifu. Ni upendo wa ajabu sana. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa na kuniweka huru. Endelea kunibatiza Bwana, nibatize kwa Roho wako Mtakatifu, na moto wako wa Roho wako Mtakatifu upite sasa kwenye maisha yangu na kuteketeza kazi zote za ule mwovu adui Shetani. Moto wa Roho wako Mtakatifu Bwana Yesu ukanitenge na yote ambayo sio mapenzi yako. Bwana Yesu, nakupenda. Asante Yesu kwa kunichagua. Ninaomba unisaidie nidumu ndani yako siku zote za maisha yangu. Dhambi zisinishinde, majaribu yasinishinde, mambo ya dunia hii, ulimwengu na Shetani na mawakala wake wote wasinishinde, kwa kuwa wewe Bwana Yesu uko pamoja na mimi, katika jina la Yesu. Bwana Yesu, nisaidie hatua kwa hatua nitembee na wewe kwa utukufu wa jina lako. Sante Baba, ndani yako ninakiri, ninakwenda, ninaishi na kuwa na uhai wangu kuanzia leo hii na siku zote za maisha yangu, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu wa Mungu, ninakupokea. Jaa kwenye maisha yangu, jaa kwenye maisha yangu. Roho Mtakatifu, ingia, karibu Roho Mtakatifu wa Mungu. Roho Mtakatifu wa Mungu, uwepo wako kadhirike, nijaze Roho Mtakatifu wa Mungu. Nifundishe kumpenda Mungu Baba kwa moyo wangu wote, roho na akili zangu zote. Nifundishe Roho wa Mungu kumuishia Kristo siku zote za maisha yangu, na ukadhihirishe neema ya Mungu, kwa kuwa wewe ndiwe Roho wa neema. Nisaidie Roho Mtakatifu wa Bwana, hatua kwa hatua na kwenda na wewe sasa, kwa jina la Yesu. Ninayaweza yote katika wewe unitia nguvu. Amen. Amen. Mungu akubariki sana. Nakwenda kumshukuru Mungu kwa ajili yako. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu,
Baba, nakushukuru kwa ajili ya watoto wako hawa Bwana, waliosema ndio kwako. Ulimjua, uliwajua Baba kabla hata hujaumba misingi ya ulimwengu. Asante Bwana kwa kila aliyekuja kwako. Umesema njooni nyote nyinyi mliolemewa na mizigo, nami Yesu, yani wewe Yesu, utawapumzisha. Baba, nasema asante kwa neno lako leo amina na kweli. Baba, umesema kuna furaha huko mbinguni kwa mmoja tu anayetubu huku duniani na kukuamini wewe Yesu, na kuamini injili yako Bwana. Baba, nasema asante kwa furaha hiyo huko mbinguni. Baba, nasema asante, umesema anayekuja kwako hutomtupa nje kamwe, wala hutoacha adui shetani amnyang'anye kwenye mikono yako. Nami Baba, ninawafunika watoto wako kwa damu yako takatifu, na mbegu ya neno lako Bwana ikazidi kuangukia katika udongo ulio mzuri, ikazae sana Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo, ninatamka kila aliyesema ndio kwako akakae kwenye nafasi ambayo Mungu umemkusudia. Ukawasaidia watoto wako kujua wito wako Bwana, kwa ajili ya utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Baba, ninawafunika kwa damu yako takatifu, asiwepo mtasa kwa jina la Yesu Kristo, bali maisha yao sasa Bwana yajae uzima wako Bwana, katika jina la Yesu. Na neno lako Baba la Isaya 61 umesema umekuja kuwahubiri wanyenyekevu habari njema. Umesema umetumwa ili kuwaganga waliovunjika moyo. Baba, ukawaponye mioyo yao iliyovunjika. Umesema umekuja kuwatangazia mateka uhuru wao. Asante Yesu, kwa kuwa sasa hawa sio mateka tena. Umesema umekuja kuwafungua waliofungwa, kuwafungua waliofungwa Bwana. Asante kwa maana hawapo tena kwenye vifungo vya ule mwovu adui shetani. Umesema umekuja kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu. Asante Baba, kwa maana kuanzia sasa vita vyao si vyao tena, bali ni vyako Yesu, unavivaa wewe sasa Bwana. Umesema umekuja kufariji wote waliao. Baba, asante kwa kuwafuta machozi, na damu yako takatifu inawajengea furaha kwa Roho wako Mtakatifu. Baba, umesema umekuja kuwaagizia walio katika Sayuni wapewe taji ya maua badala ya majivu, na mafuta ya furaha badala ya maombolezo, na vazi la sifa badala ya roho nzito. Baba, katika jina la Yesu, neno lako ni amina na kweli. Baba, asante, umesimama sawa sawa na neno hili, uko kuliangalia neno lako Bwana. Umesema Bwana, umekuja ili sisi tuitwe miti ya haki iliyopandwa na Bwana, ili Baba tutengeneze miji iliyoharibiwa, mahali palipoachwa vizazi ukiwa na vizazi na vizazi. Baba, umesema hizi zote ni kazi Baba unazozifanya wewe maishani mwetu. Baba, ninawakabidhi watoto wako madhabahuni mwako, asiwepo wa kupotea hata mmoja Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Umesema hata unywele mmoja wetu Baba, kila hesabu ya nywele wetu Mungu umehesabu, hautopotea hata mmoja. Baba, neno lako ni amina na kweli. Katika jina la Yesu Kristo Mwokozi, ninatamka baraka, maana umesema bali ninyi mtaitwa makuhani wa Bwana, watu watawaiteni wahudumu wa Mungu wetu, mtakula utajiri wa mataifa na kujisifia utukufu wao. Katika jina la Yesu Baba, umesema katika neno lako Mungu, upo kuliangalia neno lako lipate kutimia. Baba, umesema badala ya aibu yetu tutapata maradufu, na badala ya fedhea tutafurahia sehemu yetu Bwana. Baba, katika jina la Yesu, katika nchi umesema tutamiliki maradufu, na furaha yetu itakuwa ni furaha milele, hakuna wa kutuondolea. Asante Yesu kwa neno lako hili Bwana. Hii ni Isaya 61 Bwana. Neno lako linatenda kazi sasa kwa watoto wako. Neno lako linatembea kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba, nasema asante kwa kuwa umetenda, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Umesema furahi sana katika Bwana, nafsi yangu itashangilia katika Mungu wangu, maana amenivika mavazi ya wokovu. Sante Yesu kwa vazi lako la wokovu ambao umewavika watoto wako sasa, kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi. Baba, nakushukuru kwa kuwa umetenda, uko kuliangalia neno lako. Sante Yesu, hatopotea hata mmoja Bwana, kwa kuwa wote wanachapa zako Kristo sasa kwa damu yako takatifu. Roho Mtakatifu wa Mungu, endelea kulijaza kanisa lako, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Na kwa kadri siku ile ya mwisho inavyokaribia, Roho wa Mungu, fufua mioyo yetu, roho zetu, nafsi zetu, miili yetu, viungo vyetu, katika jina la Yesu Kristo, na imani yetu kaiweke sawasawa katika kumwamini Kristo. Baba, nasema asante. Asante kwa maana hakuna imani itakayotindika, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Damu ya Yesu iwafunike watoto wako. Damu ya Yesu ya agano jipya
Damu ya Yesu ikufunike, na jina la Bwana Mungu wa Yakobo, jina la Yesu Kristo likuatamie, lililo ngome imara, siku zote ulikimbilie katika jina la Yesu, kama ilivyoandikwa, jina la Yesu ni ngome imara, wenye haki tunalikimbilia, tunakuwa salama katika jina la Yesu. Asante Yesu. Nafunika ibada hii kwa damu ya Yesu na kuikabidhi kwenye mikono ya Mungu Baba aliye hai katika jina la Yesu. Amen. Amen. Mungu akubariki sana. Dumu katika neno la Mungu. Na Mungu akupa kibali. Karibu tujifunze neno la Mungu kupitia namba hizi: +255 718293144. Namba nyingine ni +255 Namba ile ya kwanza ni +255 718293144. Damu ya Yesu ikufunike. Songa mbele kwa ujasiri.